kusikia habari njema ya Mungu katika kile kitabu cha Yohana 14 mstari wa 6 unasema, Yesu akawaambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Basi Yesu Kristo ndiye njia na kweli na uzima, na hakuna ambaye atakuja kwa Baba ila pasipo Yesu Kristo. Masaa kama haya unapomtafuta huyu Kristo, maadamu anapatikana, kwa Mungu Kristo ndio tegemeo katika maisha yetu. Haijakuwa rahisi, lakini damu yake pale msalabani imeweza ikakukomboa sisi. Bwana Yesu asifiwe. Masaa kama haya, mtu wa Mungu, katika njia zako unazozipitia katika maisha, basi mtu wa Mungu, Yesu Kristo ndiye tegemeo la maisha yetu na hakuna mwingine kama yeye. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mchungaji, samahani, ninaomba tuende tukazungumze kidogo kama hutojali. Mchungaji, mimi nimekuita hapa, nilikuwa nina mazungumzo kuhusu familia yangu nyumbani kwangu. Nina shida iliyoko hapa ni kuhusu kwa familia, kiuchumi. Bwanangu kufikia saa hii tuko na miezi kama 3 hajawahi ingia kazi. Sasa ni mimi tu nizunguka huko mitaani kuzungusha maandazi, sambusa, alimradi tupate riziki ya kula tu. Na juzi nilipita nikakupata ukihubiri, na lile neno ulikuwa ukihubiri kiukweli lilinigusa na lilinipa tumaini. Na nilikuwa naomba kama itawezekana tujumuike tufanye maombi kwa ajili ya familia yangu, maana ninateseka sana. Ni kweli. Mimi acha tu nikupe hongera ya kwamba umeamua na kutafuta nafasi ili kwamba tukaweze kwa pamoja na kupeana ushauri. Kweli hali inapitia, hali kama hii huwa ni ngumu, haswa mkazi yoyote ama mtu yoyote katika maisha. Lakini ngoja nikukumbushe katika neno. Katika Luka ya 18 ule mstari wa 1 unasema, akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumuomba Mungu siku zote wala wasikate tamaa. Hii inatuonyesha nini? Inatuonyesha kwamba kumbe kuna mahali fulani inaweza ikafika ya kwamba ukakata tamaa. Unaona? Lakini imetuambia kwamba imetupasa kumuomba Mungu siku zote wala tusikate tamaa. Unaona? So usikate tamaa katika hali fulani ambayo inakupitia katika maisha. Unaona? Licha ya matatizo mengi katika familia, lakini ambayo usikate tamaa. Uendelee kusonga mbele. Unaona? Lakini pia nitaomba na wewe wakati huu ili kwamba Mungu akutie nguvu na hali ambayo uko nayo, na pia mwambie mume wako kuhusu habari kama hizi ili mkaweze kushirikiana pamoja. Mungu ni wa vyote. Unaona? Mungu ni wa vyote na vyote ni mali yake. Kwa hiyo anaangalia ampe nani. Unaona? Kwa sababu anasema nyinyi njoni na hoja zenu ili muweze kupata haki yenu. Kwa hiyo wewe usijali, na mume wako yeye atapata kazi, na wewe maisha yako yatabadilika katika jina la Yesu. Amen. Mimi acha nikwambie hivi, wewe endelea kumtafuta Mungu, endelea kumpigania sana Mungu, kwa sababu anasema kwamba atakaye nitafuta kwa bidii naye ataniona. So unapoendelea kumtafuta, unamtafuta katika maombi, unamtafuta katika neno, unamtafuta hata katika kufunga na kuomba. Hizo ni njia
mbadala za kumtafuta Mungu. Kwa hiyo wewe endelea kumtafuta Mungu na usikate tamaa. Naona haijalisha kwamba wewe ndio unaendelea kutafuta huko mitaani ni kwa ajili ya riziki. Naona, lakini kwamba siku moja utakuja fanikiwa na mume wako naye atakuja fanikiwa katika jina la Yesu. Baba, masaa kama haya ninakuja mbele zako Kristo. Nenda Bwana, masaa kama haya Bwana ukalionekanie boma hili Bwana. Acha Bwana ukawafungue Bwana, ukawape nguvu. Nenda Bwana ukazidi kuwapa Bwana, ukawafungulia milango sawia na mapenzi yako. Zidi kuonekana Bwana katika jina la Yesu Kristo. Sasa kuanzia sasa endelea kumtafuta Mungu na uweze kumtafuta kwa bidii. Na halafu pia umshauri mume wako katika hili ili kwamba mkaweze kujumuika hata katika maombi. Basi acha mimi nikuache. Asante mchungaji. Karibu tena. Sawa, basi mimi acha nikuache. Nishamkuta mmea na mke mwingine wameketi tena kwa karibu karibu, venye walikuwa wanaongea hapo, uko na kitu hapo katikati. Umemwona wapi? Ilikuwa saa ngapi? Kweli kama amini, wewe mchunguze tu. Naona uhakika kweli. Yaani mimi mume wangu umemkuta huko? Hata sina uhakika na hilo. Lakini usiambie kama mimi napendeza. Naondoka. Mke wangu. Mume wangu umerudi? Nimerudi. Habari zako? Nzuri. Salama. Niko salama. Karibu. Karibu kiti. Okay. Vipi kazi? Kazi imekuwa vizuri. Imekuwa vizuri kwa kweli. Habari za hapa tena? Nzuri. Sasa mwanangu nikakuchukulia maji? Maji. Mwanangu. Kuna watu kaja hapa kuuza maziwa, alafu kuna ile jirani pale mwanangu kaja kuulizia, kasema mambo yako matamu pia wanataka kuona kitu. Huyu mama ntilie pale. Anakuja hapa kuulizia maziwa? Ndio. Unajua mke wangu nimeona ni yachukue yote haya. Maziwa ni yapeleke. Kwa sababu nilikuwa nahofia labda pengine yakibaki hapa. Na hicho ndio chakula ambacho tumetegemea sisi kupata riziki kule, basi mambo mengine yanaendelea. Sasa yakiendelea kubaki hapa mpaka jioni, hiyo itakuwa ni hasara kwa upande wangu. Unaona? So nikaona ni achukue yote. Kumbe amekuja hapa kuyaulizia. Sawa, tutamwekea tu hata kesho. Acha nikwambie hivi mke wangu. Unajua haya maisha ambayo tunaishi sasa na hii kazi ambayo tuko nayo kwa sasa ni kazi ndogo. Lakini naambiwa haihitaji mambo makubwa ili ufanikiwe. Unahitaji yale madogo ili uyafanye kwa hekima. Lakini mume wangu kuna mambo yenye haendi sawa. Mambo gani tena? Mume wangu kuna venye unaondoka hapa na uje kuchelewa. Haupati muda mwingi na mimi. Hivi utaniambia kweli kinachoendelea huko ni injili na kazi au kuna mambo mengine yenye yanaendelea? Wewe unajua kabisa hapa mimi nikitaka kuondoka mpaka nikwage niende zangu nikauze mambo yangu ya maziwa. Wewe unajua hilo. Na pia unajua muda wangu mimi ninapokuja hapa nyumbani. Unaujua kabisa. Na hiyo ya kwamba mimi ninakawia kule ni sawa. Labda pengine sipati muda mwingi nawe ni sawa. Ni kwa sababu ya kazi. Lakini unajua pia kazi ninakutafutia wewe.
Ninakutafutia wewe ili mambo yako wewe unayohitaji yawe yanapatikana kwa wakati. Lakini haya mambo mengine ambayo unasema sijui kuna mambo mengine, hakuna kitu chochote kinachoendelea. Mimi ninachokijua ni kwamba nikitoka narudi, na wewe unajua kabisa mimi ninakoelekea ni wapi. Kwa hiyo hakuna kitu ambacho kinaendelea. Sawa. Nasija nikajua kunaendelea nini. Unajua mke wangu, labda nikwambie hivi. Kwa kuwa mimi na wewe tumeunganishwa na Mungu, basi hakuna yoyote ambaye ataweza kututenganisha. Nimekuita hapa nataka kukuuliza kitu. Ushawahi kuona mke na bwana kwa nyumba wanafanya maombi alafu hawajuani? Umesema wawili tu? Hiyo sijaipata kuona hiyo. Kwani kuna kitu unataka kuniambia? Nimemwona mke wako na mtumishi Moses wameketi kwa nyumba yako karibu. Mimi nashuku kuna kitu chaendelea. Hiyo mwana mtumishi Moses na mke wangu kwenye nyumba yangu. Lini hapo sasa? Na wakati gani? Sasa hivi muda sio mrefu. Mchunguze mkeo, mimi naondoka. Mama mchungaji, nimekuja hapa, kuna mambo yenye haendi sawa. Na yule bwanangu siku hizi simuelewi, yaani hapati time na mimi tena, akienda kazi achelewa. Nimepata ripoti kwa na wanawake wengine huko mtaani, yaani simuelewelewi. Umeanza lini hivyo mama? Maana naona huyu mzee wako ni mtulivu kabisa. Imeanza lini? Hii kazi hii imeanza lini? Na hii story ya kuwako na pengine wanawake ameanza lini? Na umefuatiliza kweli? Umechukulia maombi? Maana sisi tumeokoka. Yesu ni Bwana. Vita vyetu si vyetu, ni vya roho. Sasa jinsi ambavyo umesikia hiyo story kwamba bwana wako ako na wanawake sijui nini, wajua wanadamu ni wanadamu, huwa tu pengine wanapenda wakati ndoa yako itetanishe. Wewe mtu wa Mungu unapenda uchukue hatua ya maombi, ujue kwamba ndoa yangu kuna tatizo gani au kuna shida gani. Umefanya vizuri kuja hapa kujaniuliza kitu kama hiyo, kwa sababu hiyo huwa yaenda ikifikia kwenye ndoa zetu. Ndoa iko na vita, shetani huwa yaenda akipiga. Lakini sasa wewe kama ushauri wangu, enda uchukue maombi, uelewe bwanangu ako na shida gani. Omba, ndoa yangu imeingia shetani ambaye yavuruga hii ndoa. Sasa ukichukua maombi utajua na utaelewa. Wacha kusikia watu tu wanaeleza sijui bwanako yaenda sijui hivi, bwanako sijui ako na nini. Hiyo ni mambo tu ya wanadamu, lakini wewe na Mungu wako ni ujue kwamba ninachukua maombi peke yangu. Nachukua maombi ya siri ya kujua ndoa yako kuna kitu gani ambacho kinatetanisha hii ndoa. Ujue kwamba kuna vitu Mungu hawezi kukuacha, lazima atakufunulia.
atakufunulia, na akikufunulia utachukua ile hatua ya kwamba utaelewa. Ukielewa waweza kueleza wazee wa kukusaidia, na tukachukua hatua sote na tukakusaidia katika hiyo ndoa. Lakini usikubali tu kusikia watu wakiongea ama kuangalia na macho haya. Waweza kuangalia na macho haya, bwanako pengine yuachelewa, yuaenda asaidia watu kuwaombea. Masaa ya Mungu, Roho ambavyo anatumia watu, jinsi ambavyo mimi naenda kusaidia nyumba nyingine, naenda kwa lisali moja, yeye yuaenda kaa kama masaa 3, maana Roho ana jinsi ambavyo anapeleka watu. Kwa hivyo huwezi kumchukulia vibaya bwanako bila hujaelewa. Chukua maombi, Mungu mwenyewe ataleta jibu la bwanako yuko hivi, bwanako yuko hivi. Sawa, ngoja mama niombe nawe na uchukue hiyo hatua ya maombi. Sawa, nakukabidhi tu, Mungu atakusaidia. Baba, katika jina la Yesu namshukuru Baba kwa sababu ya wakati huu. Baba, namkabidhi Baba mtumishi wako huyu, na hata katika ndoa yake Mungu, enda Baba ukaweze kumwezesha, mpiganie, mtetee Bwana. Achukua jukumu hilo la maombi Bwana, enda ukakae naye juu ya maombi Mungu, na ukalete jibu sawa na mapenzi yako Baba. Nikimkabidhi Baba kwa Roho Mtakatifu Bwana, ninajua kwamba utayatenda Baba, enda ukamtimizie hoja yake. Ni kwa jina la Mwana Yesu Kristo naomba na kushukuru. Haya, Mungu atakusaidia. Ni sawa mama, nashukuru. Mke wangu, ni juzi nilikuwa napita hivyo kwa viwanja huko nazunguka. Sasa nikakuta mdada hivi fulani. Unaona? Kanipatia habari fulani hivi zenye hazikunibamba kabisa. Yaani sikufurahishwa na hizo habari. Nikasema sitachukulia ama sitaridhii mpaka nije nikuulize. Nasikia juzi hapo wewe umeleta mgeni bila taarifa yangu. Inakuwaje? Mume wangu, mgeni niliyemleta hapa hakuwa mgeni kwa ubaya. Alikuwa mtumishi Moses. Nilimleta hadi ndani ya nyumba kwa ajili ya kuzungumza 2 matatu kuhusu hali yetu tunayopitia kiuchumi. Nikiangalia hivi hadi wewe mwenyewe unajua venye tunaendelea hapa ndani. Hali inazidi kudorora kila siku. Nikaamua kumuita mchungaji Moses ili aweze kunishauri, kunipa mwelekezo na tufanye maombi pamoja kwa ajili ya hiyo hali. Mtumishi Moses. Sawa mke wangu, hiyo haipingwi, lakini sasa at least basi ungeniambia tu. Unajua kabisa mimi sipendi watu waje hapa bila taarifa yangu. Wewe mwenyewe unaelewa. Sasa siku nyingine basi isiwe tokea tena. Unajua sipendi tuko sana. Ndio umenisikia. Ni sawa mume wangu. Nimekusikia. Na naomba unisamehe. Haitawahi jirudia tena. Nitakupa taarifa endapo kutakuwa kunakuja mgeni. Samahani Moses, mimi nimeota kafanya mapenzi nawe. Kwa hiyo Mimi naona ni kama hii chance ni yangu, sio wewe na mke wako. wewe una akili kweli? Wewe. Biblia inasema ikimbieni zinaa. Wewe umetuma.
Wewe si nimekuona kule wewe. Umefikaje wewe hapa? Wewe ana shida, maana ni mtu mzuri. Ana shida huyu. Mama mtumishi, mimi naenda tuongee siku nyingine. Sikiliza. Mimi sitaki kabisa hapo uweke mgeni, sawa? Bila taarifa zangu mimi, sawa? Maana huyu msichana sio mtu mzuri kwetu. Amekuja toka asubuhi hapa. Sasa nishangaza venye anambia mama uko njiani. Tulikuwa tunapiga story hapa. Kaniambia mimi nilipata bahati kuwa na wewe. Huyu si mtu mzuri. Nimekutana na yeye kule, sijui kaja wapi. Kaniambia eti mimi ameota kwamba eti mimi ninazini na yeye. Ameota sijui eti mimi ni mtu ambaye ningehitaji kuwa na yeye katika maisha, sio wewe. Yaani vitu ambavyo havina make sense kabisa. Yule ni mtu mbaya, sio mtu mzuri. Alafu nashangaa eti nimekuja kumwona hapa tena. Hii ina maana gani sasa? Lakini ameniambia kuwa na mwanamke mwingine huko. Sina kuuliza. Hebu ngoja nikwambie kitu. Unajua mke wangu, hili jambo sasa sio la kimwili. Hili jambo sio la kimwili. Kinachotakiwa hapa ni tuingie maombi. Ndio hili jambo tutaliona. Hii kitu bwana imeshamishwa level. Hii kwa other level. Hii tunahitaji maombi. Ama unalionaje? Ni kweli. Basi. Hapa hakuna mambo mengi. Maana hii kitu hapana, sio kitu ya kawaida. Hii kitu inahitaji maombi. Mume wangu. Kiasi tuongee. Kwani kuna shida? Mazungumzo tu kidogo. Basi sawa. Yes. Nafaa kukaa kidogo. Asante. Mke wangu nakusikiza. Mume wangu. Nimekuita hapa kuzungumza kuhusu maombi. Nilikuwa ninaomba mimi nichukue maombi kwa ajili ya hii hali tunayopitia. Mimi nitajinyima kula kwa ajili ya maombi, lakini nilikuwa naomba wewe hata usijinyime kula. Acha mimi nichukue maombi kwa ajili ya hii hali. Najua mambo mengine hawezi toka pasipo kuomba na kufunga. Si kama hivyo ndio umeamua mke wangu, mimi nafaa kupinga kweli? Kama hivyo ndio umeamua basi mke wangu, mimi sioni shida. Wewe unaweza chukua maombi tu venye unataka. Sema tu uchungi sije ukakonda. Basi hiyo haina shida. Sema mimi nilikuwa natoka hivi kidogo na shughuli fulani hivyo, nikaangalia kusema kuna kazi zinaweza tokea, so nikaangalia kama nitafanikiwa nione utendaji. Sawa. Unaona, basi nikuache. Sawa. Sema tu ushinde salama. Nawe pia. Sawa, okay, take care. Nakuombea ufanikiwe. Mama, nimekuja tena. Ile shida yangu haijaisha. Yaani bado inaendelea kuwa ngumu. Ni kweli mama. Kusema ukweli, pia mimi jinsi ambavyo umetoka hapa nikajua waende kuchukua hatua ya maombi, sikuwa imenipendeza
imenipendezea pia mimi nimevikabidhi kwa ajili kama watoto wangu, niwakabidhi kwa Mungu. Nimechukua maombi, ikabidi niombe, na kwa vile ambavyo umeniletea hiyo habari, na hakika lakini Mungu atakuwa pamoja nawe, kwa sababu itabidi sasa wewe na mzee na mimi na wazee wengine tukusaidie kwa hayo maombi. Kuna nguvu fulani hivi ambayo ndio ambayo inamvuta. Kwa hivyo tutashirikiana tuchukue hayo maombi, tuweze kumsaidia kwa hayo maombi, tumhudumie na Mungu atamsaidia. Nimesikia shida zake. Asante mtakatifu wangu, masaka haya Bwana. Kila roho chafu ya giza Bwana inayoinuka Bwana, masaka haya Bwana, hata maishani mwetu tunakataa Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Karibu hii roho ya maskini, ninakataa, ninalani katika jina la Yesu. Vunja kila misingi na madhabahu ambayo imetumwa na kujituma. Baba, ninakataa kwa jina la Yesu. Ninavunja hiyo madhabahu ambayo inakosanisha hii ndoa. Baba, ninaharibu kila maagano na mila na desturi. Baba, ninavunja katika jina la Yesu. Wewe ni Baba mwenye uwezo na nguvu. Baba, ninatuma neno. Acha baba yangu nikamweke Bwanangu mikononi mwako Mfalme. Acha baba yangu ukamwelekeze Mfalme wa amani. Acha baba yangu ukatume Roho yako Mtakatifu leo kuanzia sasa, katika jina la Yesu Kristo, akatoe hii hali ya maskini katika jina la Yesu. Mungu mwenye uwezo na nguvu, shetani yule ni Baba, ninaharibu na kumseta asiwe na uwezo mwanzo wa sasa katika jina la Yesu. Na hakika wewe ni Mungu, tenda miujiza. Usitukane jina lako Mungu, wacha ukatende jambo Mungu, wasiweze Baba kukufuru jina lako, hali wakaliliwe kwa uwezo wako. Nadai ushuhuda tokana kwako Baba, nani kwa jina la Yesu. Mungu Baba, asante Baba, wewe ni mwema sasa. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti nimeomba hata nikiamini. Amen. Amen. Mke wangu. Abe, Hebu njoo mara moja. Uko sawa? Uko sawa? Sema mke wangu siamini. Mbona? Sema ujue kama na Mungu, kwani una mazungumzo naye kwa phone nini? Maana yake sasa sielewi, unajua sasa. Natokeaje yani mke wangu yani ghafla tu napigiwa yani naambiwa sijui natakikana niende kazi. Yani siamini, nakwambia mimi, nakwambia mke wangu, yani siamini. Kweli Mungu yupo bana. Eti kazi? Bana. Wewe wangu umepata kazi? Huwezi amini, yani nina kazi yani. Juzi tu hivi tulikuwa tukiteseka. Leo umepata kazi. Sasa matiso kusha habari yake. Yani sasa naenda kuajiriwa tena. Hiyo basi naweza kama meneja. Yani ile kazi nilikuwa natafuta basi. Tena unajua mshahara nilipo shilingi ngapi? Sijui mama. 60 yani. Mungu ni wa neema. Kweli Mungu ni wa neema. Amen. Mungu ametenda. Sikuwa naamini kama Mungu atajibu maombi yangu. Sema wewe. Sema. Juzi tu hali tukiteseka, leo Mungu umepata kazi. Bana. Kweli? Ndio hivyo. Sasa acha nikwambie. Sasa unaona pia nimepata kazi sasa hivi. Unajua nakuambiaje? Nakuambia kodi fulani hivi, alafu naenda kwa kanisani. Alafu nani nataka uwe kama unamhitaji na kuna kodi na kina nani wale kuna mchungaji, kuna mama mchungaji, sijui kuna praise and worship, sijui kuna manini wale prayer warrior. Sasa nataka bonge la moja, bonge la warrior
ori. Usijali mume wangu. Na kudunga kodi safi mpaka leo ukiingia kanisani Mungu mwenyewe anasema yes, amezipata. Amen. Palipo Mungu pana mawezekano. Basi shwari. Sema wewe usiache kuomba lakini kwa maana sasa hii post yenyewe inapostiwa. Sema nimepelekwa huko. Sasa nafaa kusafiri kwenda Mombasa. So itabidi niwe nikienda. Alafu kuna muda nitakuwa narudi nyumbani. Sema mambo akiwa vizuri zaidi, nitakuchukua tutaenda mjini. Akisi na sisi tukale nyama, ndio masupu. Nyama. Sasa ndio mke wangu. Sisi mambo kwa tu na njaa sijui nini. Kusha habari yake. Sasa mwendo kupaki kwenye meza, yani kupiga vitu. Yaani wewe acha. Kweli mwanangu, nitaendelea kukuombea. Wewe niombee tu. Japo nitakuombea. Sema pia mimi mke wangu nilikuwa na kitu nataka kusema. Sema ingekuwa vizuri pia mimi nijiunge huko kanisani pia. Ama unaonaje? Vizuri mwanangu. Vizuri, nakuombea. Nakuombea tena sana. Sana. Sema siamini. Nakuombea. Kweli Mungu yupo mke wangu. Amen. Mungu anatenda. Ayatenda kweli. Palipo maombi. Hakuna chenye kitaweza koseka. Mungu ni mkubwa. Amen. Basi sawa, wewe ulikuwa unafanya? Nilikuwa na shughuli fulani. Hivyo hapo ndani nilikuwa nikifanya. Basi fanya hivi mke wangu. Wewe nitolee vile nguo vyangu vile unajua kuna hivyo vile. Sasa ifue hivi maana nafaa kusafiri kesho asubuhi. Sasa tarisha hivi. Kuja vizuri nikizidi kuomba pasi atakuwa jirani hapo kapige at least mimi kesho nikiingia kule. Nionekane ni bana. Usijali mama. Tangu tufanye haya maombi mpaka sasa nimeona mkono wa Bwana sana ukitushindia kwa kila hali. Kumbe haya majaribu yalikuwa tu yanapita. Naona alikuwa kama yanataka kunizamisha katika hali yangu hata ya kiuchumi, ya kindoa na hata huduma. Lakini nimeona mkono wa Bwana. Ngoja nikusomee maandiko. Sasa hapa kuna kitabu cha tukiangalia katika kitabu cha Yohana wa kwanza ule mlango wa 4 mstari wa 7 unasema wapenzi na tupendane kwa kuwa pendo latoka kwa Mungu na kila apendaye amezaliwa na Mungu naye anamjua Mungu. Sasa unaona hapa mke wangu. Hapa tunafundishwa kuhusu mambo ya upendo. Unaona tunapopendana unaona ni kama sisi ndo tumeshazaliwa na Mungu sababu Mungu tayari unajua kabisa aliupenda ulimwengu mpaka akamtoa mwanawe pekee ili duniani ya kwamba kila mtu atakayemwamini asipotee bali awe na uzima. Kwa hiyo inaonyesha kwamba tunapopendana ni kwamba tumeshazaliwa na Mungu. Kwa hiyo tunamjua Mungu kwa kuwa tumeshapendana na hili ndio pendo kwa sababu na kuna mambo ambayo utayasikia katika akili yako kutokana na watu huko mitaani. Yaani kizungu inaitwa romance. Unaposikia romance huko mitaani utaona havina msingi kwa sababu umeshaweka upendo kwa mume wako. Ngoja nikufundishe kitu. Kiwango unapompenda mtu, yani kwa ufupi unaambia kwamba upendo kustili wingi wa ndani. So unapokuwa unapenda mtu, kwanza hautaonyesha kwamba una udhaifu ndani yake. Kwa hiyo utakuwa unampenda kwa sababu upendo huvumilia, unaona? Huamini yote. Upendo huwa unaamini yote. Kwa hiyo mimi napenda sana venye ulinisikia na tukashauriana kuingia katika maombi na yote nilikuwa najua kikwambia yalikuwa yote ni ya uongo. Nilikuwa namtaka huyo mtumishi. Naomba mnisamehe. Haitawahi kujirudia tena. Naomba msamaha. Kama mweza kuniombea, mniombee basi. Sababu naumia. Wewe sikiliza wewe. Mimi nimeshakusamehe na katu usije ukarudia tena huo upuuzi ambao uliofanya. Yaani ulikuwa unataka univunjie mimi ndoa yangu wewe. Okay, sawa. Mimi nimeshakusamehe na kama ulivyosema kwamba tukuombee, sisi tutakuombea. Nimeshakusamehe, lakini usijirudie tena.
Bwana mtakatifu wangu, masaa kama haya Bwana nasema ni asante kwa ushindi wako ambao Bwana ulituwezea masaa kama haya. Bwana nakuleta Bwana mtumishi wako masaa kama haya. Nenda Bwana ukamsamee, ukamfungue Bwana, ukampe Bwana nguvu tena ili Bwana akaweze kutumikia katika njia iliyo sahihi. Nenda Bwana ukazidi kumpa nguvu na mlinde na malaika wako watakatifu ili Bwana neno lako likapate kuhimidiwa. Maana ulisema tukutafute Bwana na unaitika na unatuonyesha mambo makubwa magumu tusiyoyajua. Wakati huu Bwana tunakuja mbele zako Bwana ili kwamba na ushindi Bwana ukazidi kuonekana katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mwanangu nimeomba na ukabidhi mtumishi wako. Amen. 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 Tuimbe tumepona, tuimbe tumepona, tuimbe tumepona, tuimbe tumepona, tuimbe tumepona, tuimbe